Bwana Yesu asifiwe. Nafasi hii nataka kumshukuru mchungaji kwa kunipatia nafasi ya kusimama mbele yenu. Bwana bariki sana. Nashukuru kwa hii nafasi ambayo umenipatia. Na nashukuru Mungu kuniwezesha kuona siku ya leo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Amen inamaanisha tuko pamoja. Yes. Sawa sawa? Inamaanisha tuko pamoja. Nataka kukuambia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye kanisa kuna grupu ngapi? 4. Na lazima zikue. Haziwezi kosekana kwenye kanisa. Sasa nataka ujiangalie uko wapi. Kwenye kanisa kuna kondoo. Haleluya. Kondoo iko kwenye kanisa. Kwenye kanisa kuna mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kanisa vile vile nguruwe iko. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kanisa vile vile umbwa iko. Bwana asifiwe. Umbwa ni wale watu ambaye wanangojeanga wageni wakuje, wanaanza kubweka hata wageni wakiona mchungaji. Hiyo ndio kazi ya umbwa. Bwana asifiwe. Umbwa hainanga heshima, hata mwenye boma akikuja na mgeni inabweka tu. Sema amen. Amen. Umbwa ni akorofisha mgeni akitoka akiingia. Hasa nataka ujiangalie uko wapi kwenye kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Umbwa ni hatari sana sana, inasumbua. Ni wale Wakristo ambao wako kanisa wanangojea ibada iishe akukamate wewe ambao umesema unashiriki hapa, waanze kuambia uzuri wa huyu kiongozi na ubaya wa mchungaji na uzuri wa huyu mwanarika na ubaya wa huyu dada. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umbwa ni yule mtu ambaye angojeange ukae. Ukiingia anaanza kuambia pasta ni mzuri, lakini chungana na yeye atakuweka mahali pabaya. Ameanza na uzuri na anamaliza na ubaya. Haleluya. Sema amen. Hiyo ni kazi ya umbwa na hizo kosekana kwenye kanisa. Inabweka kubweka kakani hata kwenye vikundi, kwenye homse akosangi amani. Yeye ni mtu wa kuharibu. Mahali kumetulia inaanza kubweka. Amina. Mahali mnaongea vitu za maana anabweka. Unajua umbwa ikibweka ni mbaya sana. Hivi kutoe mbio au wewe uitoe mbio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishabweka mambo ni mawili. Inaweza kutoa mbio usipokuwa steady au uitoe mbio na ikuje mkia iende. Sasa itategemea na nguvu zako. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sijui wewe uko wapi, lakini sema si mimi. Si mimi. Hapa sijui kama hapo kuna mtu anaweza patikana hapa au kule ni Kariobangi huko hakuna. Hapo Obama hakuna, hawezi wapata hapa. Obama ni wazuri sana. Sema amen. Amen. Hapa hawako, sioni. Nikiangalizi hizi sura naona zina meta hapa hakuna. Sema si mimi. Si mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukuje kwa nguruwe. Nguruwe ni yule mtu unahubiria, unamuongelesha, lakini akishaondoka anarudi kwenye matope. Bwana Yesu asifiwe. Unahubiri kabisa kuhusu utakatifu na anakuja kanisa kabisa, sadaka anatoa, anaomba, anapatikana kwa maombi 24/7, lakini mkimpatia chance anaingia kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bure hata uiyoshi unafanya kazi bure. Kwa maana ikiona siweji inatamani ingie ndani. Ikiona mahali kuna uchafu inatamani ingie ndani. Haitamani kuingia mahali kumetulia. Inataka ingie mahali kuna uchafu. Hawa ni Wakristo wanasikia gospel, wanaingia kwenye kanisa, lakini wanatamani kutenda dhambi. Dhambi zinawarusia tu. Hakuna skati inapita anaangalia. Anatamani ningepanda chance ya kumuongelesha ningemuongelesha. Hakuna mtu anapita anamwangalia tena, anatamani tu angekaa vibaya angepita na simu yake. Vile utahubiria lakini kwenye dhambi anapatikana. Amina. Hapo Obama hawako tena. Nimewaambia watu wa Obama ni watakatifu. Ni wazuri. Sema amen.
Najua nguruwe kuiosha unafanya kazi bure. Unaiosha tu, lakini ipatie chance ya kutoka kwenye mlango. Inaangalia ni wapi kuna sewage ingie ndani. Chakula yake inataka kutoka kwenye sewage. Hata uitupie chakula mahali kumetulia, haituliangi, inataka kuingia kwa mahali kuna uchafu. Inatafuta mahali kumegani, mazingira si mazuri. Huyu ni mshirika msumbufu, lakini atapatikana kwenye kanisa, ni mtulivu kabisa. Acha tunakimbie. Hatumuondoi, kwa maana Jehova anasema acha magugu na ngano iwe pamoja. Anakuja mwenyewe kutenganisha, sema imani. Jehova anakuja mwenyewe kusema wewe si mtulivu, kaa kando. Jehova anakuja mwenyewe kusema wewe ni nguruwe, wewe ni mbuzi, kaa kando. Kwa maana ni kazi ya Jehova. Kwa maana ukiangalia unakuwa chumvi. Nataka Bwana kufunulie ili kuuma, kwa maana ukujua ni umbwa, lakini Daudi unajua ni umbwa. Inapokuja unakaa steady, inabweka na unabweka. Ikibweka mshene unabweka Kristo, ikibweka umbea unasema Bwana asifiwe. Inakuja mkia, inakupatia chance, sema amen. Atazitulia kwenye kanisa. Zikikosekana kwenye kanisa hautaomba. Umbu ikikosekana kusumbua hautaomba. Umbu ikikosekana hapa utatafuta Mungu. Kwa maana utatulia, useme niko comfortable. Lakini wakati inabweka unakaa steady. Unajua Bwana niko hapa. Sema amen. Nguruwe isipojichafua hautajua jinsi ya kukaa nayo. Lazima ingie kwenye matope. Ikishatoka unajua jinsi ya kusafisha zingine. Sema amen. Isipojichafua hautajua jinsi ya kuosha zingine. Lazima jichafue uioshe. Ujichafue unaachana nayo. Kwa maana Biblia inasema kwamba ukishaonya mtu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu akikataa, tunasema nawa mikono. Sasa nguruwe unanawa mikono, umbwa unanawa mikono, kondoo unawi mikono. Kwa maana hiyo inatulia. Biblia inasema kwamba kondoo mzuri inasikia sauti ya mchungaji wake. Mchungaji akiongea, mshirika mzuri anasikiliza. Mchungaji akisema twende hivi, mshirika mzuri anafuata. Ukiona mshirika afuati mchungaji, inamaanisha hiyo si kondoo yake. Inapaswa kukenda kando, inapaswa inawe mikono. Tukae tukijua hii si kondoo, hii ni mbuzi. Hii ni mbuzi. Unajua mbuzi ni kitu ya kusumbua. Hautaiguza inapiga makelele. Unaiweka itulie tu inaruka juu. Mbuzi ni sumbua. Ni washirika sumbua. Unawapatia vitu za kuwasaidia hawatulii. Unawalipia ABCD hawatulii. Wanaleta makelele kwenye kanisa. Waachie watulie. Achana nao watulie. Kwa maana Jehova atawatoa. Nakwambia hivi, Mungu akitoa mtu, Mungu akitoa kondoo, ametoa. Kauno lich. Na akitoa mbuzi, hautairudisha. Kondoo ni tulivu. Kondoo hata uipige inakuangalianga. Unaichinja inakuangalia. Si rahisi toa mlio. Mshirika ni ule mwenye unapiga, anasema wewe bado ni dadii. Mshirika ni ule unarekebisha, anasema wewe bado ni baba. Mimi niko chini yako. Sema amen. Sema amen. Mshirika ni nani? Ni ule ambao unamuonya na neno. Kwa maana Biblia inasema kwamba waonyeni na neno. Unamuonya na neno, anakufuata na kuambia mama, hilo neno lilikuwa langu, ninaomba Mungu alirekebishe. Lakini kondoo inatafuta zingine isiharibu. Kwa maana hilo neno limemchoma, inaanza kuharibu. Mbuzi inatulia, lakini naona hapa hapana. Inaanza kupiga makelele, inatoka mbio. Lakini kondoo
inatulia, kwa maana mchungaji akisema tufuate right, mnafuata. Tumetulia, akisema ni left, ni left. Ukiona mtu mshirika ambaye asikizi baba yake, mama yake, huyo ni mbuzi. Kwa maana Biblia inasema kwamba kondoo mzuri usikiza sauti ya mchungaji. Kama huwezi sikiza sauti ya mama yetu hapa, kama huwezi sikiza sauti ya Reverend, inamaanisha wewe si kondoo, wewe ni mbuzi. Inamaanisha wewe ni mbuzi. Mwambie Bwana, nimekuwa mbuzi kwa muda mrefu, ninageuka kuwa kondoo, nikasikize sauti ya Reverend. Kwa maana Reverend ni Mungu alimuita. Sema amen. Kama unangojea Mungu ashuke hapa, kama unangojea Mungu ashuke umuone hapa akisema dada, chenye unafanya ni kibaya, ngojea zaidi, ngojea zaidi. Kama unangoja atoke mbinguni akuja kurekebisha wewe, mtu mmoja utangoja. Mungu atatumia Reverend nilikwambia hii ni ujinga. Kama utasikia hii ni ujinga utatoka. Lakini kwa vile wewe ni mwana wa Mungu, utakaa chini useme kweli, nilichoambiwa kweli, niko na ujinga, nitatoaje ujinga? Mama yako akikwambia wewe ni mjinga, mfuate polepole, muulize mama, hii ujinga uliona wapi? Ninaomba tu nitoe. Kama unaweza nisaidia mama, nitoe hiyo ujinga, kwa maana wewe ndio uliyenizaa, unajua ujinga wangu. Reverend ameko kwenye mikono yetu. Mungu akishuka aezi anza na mimi, hata nitabiri aje. Mungu anaona Reverend. Tunasema Bwana akishuka hapa, hata kukue na nabii hapa, anaanza na mwenye maono. Mungu anatumia Musa. Musa alikuwa na udhaifu, lakini hakuna siku Mungu alinena na wana wengine. Hakunena na Aroni, alishuka kwa Musa. Pamoja na udhaifu wa Musa, Mungu alitaka tu Musa peke yake. Anataka kunena na wakina Aroni na wakina Miriam, lakini anasema Musa, kuja peke yako, kwa maana mimi najua udhaifu wako. Haleluya! Hata nitabiri aje, Jehova akishuka hapa ataanza na Reverend. Ambia Reverend, kanisa linaenda kombo. Hii ni mbuzi. Utajua vile utakaa na hii mbuzi. Na hii umbu ikianza kubweka, ambia wengine wajue vile watakaa nayo. Waelezee. Kwa maana Reverend asipotuelezea jinsi akaa na umbu itatumaliza. Ni lazima atuambie. Ukitembea jua hii ni umbwa. Ukitembea jua hii ni kondoo. Jua style ya kaa na kondoo. Usipoelewa utaisha. Bwana asifiwe. Nimekwambia asubuhi uombe Bwana na uingie kwa magoti ya kufunga na kuomba. Umwambie Jehova, tenga wale watu wanasababisha naingia kwenye dhambi, watenganishe mbali na mimi. Kama kuna mtu anasababisha ninazini, kuna mtu anasababisha ninataka kuwa umbwa, Bwana mtoe, sitaki kuwa umbwa, nataka kuwa kondoo. Ulianza vizuri wakati ulikuja hapa. Ulikuja hapa ukiwa kondoo, lakini kwa vile uliunganika na umbwa, zikaanza kufuata nyuma, zikakuuma. Umegeuka, umekuwa umbwa. Rudia ile mwanzo wako. Sema amen. Nataka uambie Bwana, ile vile nilikuja na moto, Bwana rejesha moto wangu. Bwana anaacha vile ulianza, anaacha vile utamaliza. Ulianza vizuri na unamaliza vibaya. Ni kwa nini unamaliza vibaya? Uliambiwa hii ni umbwa na ukusikia. Ukaambiwa hii ni nguruwe, inakuingiza kwenye siwa juu ukakataa. Ukasema mama ananikosea, mama hataki nikae karibu na wewe, aliniambia nijitenge na wewe. Mungu alimwambia hii ni kondoo na hii ni mbuzi na hii ni umbwa. Jua jinsi ya kukaa nayo. Ulikairi kwa sababu saa hizi wewe ni nini? Ni nguruwe. Lakini sema si mimi, kwa maana nimekwambia hapa sioni mbuzi. Hapa naona tu kondoo. Naona tu kondoo. Nimekwambia umbwa na nguruwe ziko kule Kariobangi.
sioni, lakini hapa sioni, lakini zikiingia zitajua Reverend ameitwa. Zikijaribu kumweka zitajua kuna Musa, Sema amen. Ambia Bwana, kuanzia leo nipatie marafiki wazuri in the name of Jesus. Kuna watu unaweza shikana nao wakaharibu your destiny. Kuna watu unaweza ingiana nao ukapoteza kazi yako. Kuna watu unaweza shikana nao ukaanza kujibu mume wako vibaya, au kuna mjibu vibaya, unakuwa unampatia chakula kwa vile alikwambia wanaume si watu wa kubembeleza, ukashirikiana nao. Amekufanya umekuwa umbwa, unajibu Bwana vile unataka, unaongea vile unataka. Amefanya umekosa Bwana. Ambia Bwana, ninakurudia. Sema amen. Mwambie Bwana, ninakurudia. Akikuja kutenganisha ngano na magugu, usipatikane kwenye magugu. Akikuja kutenganisha, sijui utajipata wapi. Ambia Bwana, nataka nikue. Listen to me. Uzuri wa kondoo hata ukiikemea inatulia. Bwana asifiwe. Yesu anatusi Petro. Anaambia Petro, wewe ni shetani. Lakini kwa vile Petro anajua anafuata nani, aliitwa shetani kwa maana nini? Petro alikuwa anafanya si kwa mzuri, lakini Bwana alikuwa anampenda. Kwa maana anamwambia nitalijenga kanisa, nitakuwa juu yako. Petro alikuwa kelele, lakini ilikuwa kelele ya Yesu. Wewe uko na kelele, lakini kelele yako ni ya mshenee. Kelele yako ni ya kuharibu. Kelele yako ni ya kusumbua. Nataka ukue kama Petro. Sema nani? Wanaleta mcheza, anatoa panga, alichomoa panga, akaangusha masikio, akasema mtachezea Jehova. Lakini kwa vile Yesu alikuwa anataka injili iharibike, akaokota, akarudisha. Yeyote aliinua panga sababu ya Reverend, maisha yake Yesu kwa vile. Simaanishi panga ya kimwili, namaanisha panga ya kiroho. Yeyote aliinua panga sababu ya mchungaji wake, atabadilishwa maisha. Lakini aliinua mshene sababu ya Reverend, unaharibu maisha my friend. Unaharibu maisha ya watoto wako. Kwa maana kuna watu hawapigiki. Kuna watu hawezi piga mama yako, hawezi piga mzazi. Mzazi anaweza kupiga na kukutoa nguo kwa maana amekuzaa, anajua vile unakaa, anajua uchi wako. Hauwezi toa mzazi nguo. Ukitoa mzazi nguo kitamka nani umepata. Ukitoa Reverend uchi wake umeisha. Kwa maana ni mchungaji wetu, amebeba maisha yetu. Anapotamka baraka ni Jehova ameshukisha. Sasa unanena mabaya, unajaribia. Sema si mimi. Mimi naomba Bwana anene na maisha yako. Sema amen. Mimi kanisa nilikaa, ule mchungaji bado nafanyaga pale mikutano. Nilitoka nikamwambia mchungaji, siko mbaya. Kuna mahali nimeenda, lakini bado tuko pamoja. Hata akiniita huwa naenda. Amina. Na tunakuanga naenda mikutano kwa maana sijawahi kuwa mwana mharibifu. Nimefundishwa kutulia chini ya watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Hata baba ongee nini, hata mama ongee nini, sina ruhusa ya kujibishana na yeye. Ninageuka, ninaenda. Naambia Bwana chenye amesema kama ni kibaya, Bwana nibadilishe. Bwana nioshe. Natamani kukaa kwako. Bwana asifiwe. Unaweza toa sadaka vizuri. Unaona kuna mabadiliko. Kuna mahali ulikosea. Sema amen. Ujiangalie wewe ni kondoo au wewe ni mbuzi. Lakini nimekwambia Obama mbuzi hakuna. Halo. Sema amen. Hapo Obama umbwa hakuna. Lakini uelewe siku itakuja Bwana kufundisha jinsi ya kukaa na umbwa. Azikosekani kwenye kanisa. Hata Yesu ashuke hapa, alitembea na umbwa, akatembea na kondoo, akatembea na mbuzi. Aliyemsaliti ni mwenye alikuwa karibu na Yesu.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aliyesaliti Yesu kutoka nje, aliyesaliti Yesu kutoka kwenye dini, alikuwa karibu na Jehova. Ni yule alishiriki pamoja na kikombe moja, lakini akamsaliti, akamsulubisha. Aliyekumaliza ako hapa, anayekupangia mabaya ako hapa. Uelewe yeye ni kondoo au yeye ni mbuzi au yeye ni umbwa. Inapojaribu kukuuma, unaiangalia, unajua hii ni umbwa, haitanifikia. Unakisha moto, inauma miss. Sema amen. Inapotua meno, inakutana na Roho Mtakatifu. Inapoinua mdomo, inakutana na Roho Mtakatifu, kwa maana mwenyewe unawaka. Kitu ilisababisha ikuume ni hii. Sikiliza. Ni nini ilisababisha hii umbo ikuume? Ni nini ilisababisha ukakuwa kama ile nguruwe? Biblia inasema kwamba moto ukizima, hata umbwa zinakaa ndani, zinatulia. Uliokoka ukakuja na moto, ukaacha ikazima. Moto wako umezima, umebaki mkebe, ndiposa umbwa imekuuma. Lakini ingekuwa uliakisha moto, haingekusongea. Ingekuwa uliakisha moto, au ungeingia kwenye siweji. Uliona zingine zikaingia, ukaingia kwa maana moto ilizima. Ingekuwa iliwake, ingekuambia ni siweji, siingii. Nyewe naelewa wewe ni rafiki yangu na wewe ni mzuri, lakini kwenye unaingia ni siweji. Sikufuati. Sikufuati. Ninafuata Jehova. Sema amen. Naomba unisomee na kupatia andiko. Naomba unisomee Mwanzo. Naomba unisomee Mwanzo 4 mstari wa 3. Mwanzo 4 mstari wa 3. Onyoso Mwanzo 4 mstari wa 3. Nasema hivi. Ikawa kwamba baada ya wakati fulani, kisha Kaini akaleta mazao ya udongo yawe toleo kwa Jehova. Abeli naye akaleta baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa kundi lake, pia vipande vyao vyenye mafuta. Ingawa Jehova alikuwa akimtazama Abeli na toleo lake kwa kibali, hakumtazama Kaini na toleo lake kwa kibali chochote. Ndipo Kaini akawaka hasira na uso wake ukaanza kukunjamana. Basi Jehova akamwambia, Kaini, kwa nini umewaka hasira? Kwa nini uso wako umekunjamana? Ukigeuka utende mema, je, hautainuliwa? Lakini usipogeuka utende mema, kuna dhambi inayovizia katika mwingilio, nayo itakutamani wewe. Je, wewe utaishinda? Amen. Achia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema kwamba kuna watu wawili walienda mbele za Mungu, wakatoa sadaka mbele ya Mungu, wakaanza katoa sadaka na kaenda. Vile tumezoea hapa, tunatoa sadaka tunaenda. Wa pili akatoa sadaka akaenda. Lakini baada ya muda, baada ya muda Bwana akashusha baraka. Bwana akashusha baraka, kwa maana Bwana anaangalia moyo. Wakati tunapotoa sadaka, Jehova anaangalia moyo wako. Tunapoinua sadaka zetu za maombi, Bwana anatazama moyo. Anaangalia kweli wewe ni umbwa au wewe ni kondoo. Bwana anaangalia wakati tunapoitoa sadaka zetu. Kaini akatoa sadaka, Abel akatoa sadaka, lakini Bwana akakubali sadaka ya Abel. Uliza mwenzako, sadaka yenye umekuwa ukitoa Bwana amekubali? Sijui kama Bwana amekubali sadaka yenye umekuwa ukitoa. Inaweza kuwa kuongea kwako sana kumesababisha Bwana hajakubali sadaka yako. Inaweza kuwa mishene yako imefanya Bwana hajakubali sadaka yako. Wanasema Abel akatoa sadaka, Kaini akatoa sadaka, lakini Abel, Bwana akaachilia kibali kwenye maisha ya Abel. Kaini akaanza kunja uso. Vile unaona washirika wengi hapa, baraka zikikushukia, wakisikia umetendewa wanaanza kunja uso. Wakisikia unafanya harusi, anakunja mdomo. Huyo ni Kaini. Akisikia unapiga hatua, anakunja mdomo. Anasema wacha tuone atafika wapi. Waambie ulianza na Bwana utamaliza na Bwana. Wakisema atawacha tuone, wataona ukifunga harusi. Kwa maana hao ni Kaini.
Wakati unapiga hatua unasema wacha tuone, lakini wewe unaambia Bwana umeshaona. Wanangojea waone na Bwana ameshaona. Ukifunga harusi sema amen. Unajua wanasema acha tuone, na wajua kwamba Bwana ameshaona. Jehova akitangulia kuona, hata wakisema wacha tuone, Jehova ameona. Jehova aliona baraka za Abel, akaona baraka za Kaini, lakini kwa vile Kaini anakunja mdomo, Bwana kumwacha. Vile mamu aje kuacha, Rebeka alikuita akakuonya, akakwambia je, hii njia unafuata ni mbaya, ukakunja mdomo. Bwana aliita Kaini, akamwambia Kaini, ukitenda mema utapata kibali. Sema amen. Ukitenda mema utapata kibali. Ukitenda mema utapata kibali. Alimuonya kabla ingie kwenye dhambi, vile wewe ulionywa. Sema amen. Bwana alionya Kaini, akamwambia kuna dhambi zinakuotea. Mama alikuonya akakwambia kuna dhambi zinakuotea, ukakunja mdomo. Ukasema mama ni kama ameambiwa, nilikuwa kwa nani kwa Onyango. Mama aliona ameonyeshwa. Unasema ni kama mama ameambiwa mshenee, ukakunja mdomo. Bwana anaambia Kaini, kuna dhambi zinakuotea, yakupasa ushinde. Ambia mwenzako inakupasa ushinde. Inakupasa ushinde. Ambia jirani inakupasa ushinde. Bwana anaambia Kaini ya kwamba Kaini, umemuua ndugu yako. Kwa nini umemuua ndugu yako Abel? Ni kwa vile Abel amepata kibali number 1. Kwa hakuna kitu kizuri kuomba Mungu mbele ya Mungu kama kibali. Kibali inafungua milango ya harusi. Kibali inafungua milango ya kazi. Kibali inafungua milango ya kana wakubwa. Kibali inafungua mnaitiwa kazi kubwa. Inaitwa kibali. Sema amen. Alimwambia Kaini, ukitenda mema, mwenzako tenda mema. Yetu hataki kutenda mema. Tunatoa sadaka na sasa tumekunja mdomo. Tumekunjia Reverend mdomo, tunatoa sadaka. Tunatarajia sadaka inene mema. Inanena mabaya. Itanena mabaya. Sadaka ya Kaini ilinena mabaya. Sadaka ya Abel ikanena mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi ni sadaka. Kukuja kanisani mapema ni sadaka. Kutii ni sadaka. Kutoa fungu la 10 ni sadaka. Ile kitu unafanya kwa hiari hapa kanisa pasipo kusukumwa ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kutoa mwili wako ni sadaka. Inategemea umetoa aje mwili wako. Abel alijitoa mbele za Mungu. Kaini akakaa chini akasema hakuna, nitakuua. Nataka nikuonyeshe ubaya wa kumwaga damu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunasema Abel akatenda mema akatulia. Kaini akatenda mabaya akaanza kupiga mshenee. Watu wote kwenye kanisa ambao wanatendanga mabaya si watu wa kutulia. Ukiona mtu ako hapa nikirukangia, sadaka yao haijakubaliwa. Sadaka yao haijakubaliwa. Ikishakataliwa ni mtu ambaye tuliake kwenye kanisa. Umshauri, umwekelee mikono, umwekelee miguu, ataenda kwenye mabaya. Ataenda. Hata upige drum, ataenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi huambia watu hakuna kitu kizuri kama mtu mwenyewe kujikana. Hakuna dhambi nzuri ya wewe mwenyewe kujikana sitafanya. Uhubiriwe na mwenyewe ujikane. Lakini kisema ni kuhubiri na nikufuatilie utaumia. Mimi nakupa neno, mwenyewe ukae chini utafakari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi huambia watu hivi, ukitaka kujua kama uko na Roho Mtakatifu ni rahisi. Angalia zile vitu ambazo unafanya. Zile vitu unafanya zinatosha kuambia Roho Mtakatifu ako au alitoka. Ukiwa mreza kutusi watu umbwa, Roho Mtakatifu hayuko. Unaanza kutamka anakuambia ni vibaya, unanyamaza, unamwambia pole. Dada pole sana, mdomo karibu ni Teresa, lakini neema ya Bwana ikutoshe. Bwana Yesu asifiwe. Mama anakuambia 1 2 3, unataka kujibu, Roho Mtakatifu anakuambia tulia. Bwana Yesu asifiwe. Mama anatoa neno linakuchoma kabisa, unasema siendi tena. Unakaa kwa nyumba, Roho Mtakatifu anakuambia enda. Ni mimi
Umejidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiiba hapa si faida ya reverend. Yawa. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya kitu chochote kwenye kanisa ni faida yako na Mungu mwenye alikuita. Haujaitwa na reverend, umeitwa na Jehova. Amen. Kitu kinakudanganya hata nikae kwa nyumba reverend anifuate mng'oo. Mimi nakwambia Bwana mshukia asikufuate. Bwana anenee reverend asikufuate. Kwa maana itakuwa mazoeo ya kukaa kwako na wewe ni mtu mzima. Wewe ni mtu mzima. Unajua mabaya na mazuri. Bwana asifiwe. Umekaa chini ya neno. Hata kufuata. Amen. Kama Mungu anasikia wewe unakaa tu unasema reverend anifuate, aniongeleshe. Kama kuna siku uliokoka ukasema reverend nakupokea nitakaa na wewe, atakufuata. Wewe umekuja hapa umepiga magoti, ukaombewa, ukasema Bwana Yesu ninakupokea. Sasa wewe cheza na yeye hata kucheza na reverend. Bwana Yesu asifiwe. Na ujue Mungu ni ajabu. Unaweza turuka hapa sababu reverend amekwambia ukweli. Ni kwenye unaenda, Mungu ni yule yule. Anahakisha rungu linakutana na wewe. Unasema hata huyu ni mbaya, heri reverend. Unarudi tena, unapata kumewaka. Ile nafasi uliacha imechukuliwa. Ulikuwa kiongozi. Listen to me touch. Ulikuwa kiongozi wa praise and worship, ukatoroka, ukarudi, ukapata mwingine ameingia. Sasa unaanza kaa nyuma ukifurafura. Bwana nakwambia wewe ni Kaini. Acha kukunja mdomo. Hii dhambi ichunge itakuangusha. Mrudie Bwana akutengeneshe, akuweke kwenye njia. Sadaka yako ikakuwe manukato. Unapoomba ni manukato. Kwa maana unapofanya vitu zingine au ufanyie mchungaji. Haujaitwa na reverend, haujaitwa na bishop, haujaitwa na mwinjilisti. Ni Jehova aliyekuita. Na yeye peke yake ndiye anaweza kutengeneza akakutoa kwenye siweje. Suluhisho ni wewe kujitambua kwenye niko ni kubaya. Ukishaelewa niko kwenye siweje, waambie Bwana nimeingia kwenye matope. Nilifuata nguruwe pasipokujua. Baba nilifuata umba pasipokujua. Nikaniuma. Lakini Bwana nioshe. Ninasema kwamba ijapokuwa mti imekatwa, lakini bado mizizi inavuta maji. Tajipuka tu. Sema amen. Unaweza kuwa uliumwa kwa kujua, kwa kutokosa kujua. Lakini mwambie Bwana niliumwa nikijua. Baba nirejeshe. Niliingia kwenye siweji nikijua. Lakini Bwana nimejitambua nirejeshe. Sitagairi. Sitaki Bwana uniangamize. Bwana anasema aliangamiza Kaini. Kaini alionywa. Akapanga njama ya kumuua Abel. Akamwambia twende tukawinde. Twende uwandani. Akapanga njama ya kumaliza. Bwana akamaliza ndugu yake. Anakuja akajua vile hapa tunatendanga mabaya, tunakuja kanisa tumepanguza mdomo, vile kuku inakulanga mahindi inapanguza. Sasa hiyo umekuja kanisa umenyonga tai, unaona reverend akuone, lakini Bwana anakujua anakuona. Kaini amekuja na kifua, lakini Bwana haoni Kaini, anaona damu. Anauliza Kaini, ako wapi ndugu yako? Pasipokuwa na akili anamwambia Mungu, mimi si mchungaji wa ndugu yangu, sijui mahali alipo. Bwana anamwambia umemuua na damu yako inaiona kwenye mikono yako. Ni watu wangapi wamefukuza watu kwenye kanisa? Nataka ujiulize, umesababisha wangapi wameanguka? Umesababisha wangapi wametoka? Umesababisha wangapi wamekana injili? Nataka umrudie Bwana. Mwambie Bwana nikiinua mikono, Bwana
utafaulu. Kwa maana umemwaga damu. Mimi mwambia wadada hivi, ulitoa mimba ukadhani Bwana aone, ukamwaga damu. Hiyo damu inalia. Hiyo damu inalia. Hakuna kitu kibaya kama kumwaga damu. Damu inalia. Ulitoa mimba ukakuja kanisani, mchungaji hakuona, reverend hakuona, elewa Bwana aliona. Ndio sababu unainua mikono, Bwana hakuoni. Anaona mimba yenye ulitoa, anaona damu ulimwaga, anaona kuna mshirika anateseka kule nje sababu yako. Ulipiga mshene akaenda, ukamwekelea maneno akaenda, anateseka. Nataka uendelee usikie vile Bwana alilaani. Soma tu hiyo mstari wa 6. Unaweza anza mstari wa 5. Hakumtazama Kaini na toleo lake kwa kibali chochote. Ndipo Kaini akawaka hasira na uso wake ukaanza kukunjamana. Basi Jehova akamwambia Kaini, kwa nini umewaka hasira? Kwa nini uso wako umekunjamana? Ukigeuka utende mema, je, hautainuliwa? Lakini usipogeuka utende mema, kuna dhambi inayovizia katika mwingilio, nayo inakutamani wewe. Je, wewe utaishinda? Baada ya hayo, Kaini akamwambia Abeli ndugu yake, twende shambani. Basi ikawa kwamba walipokuwa shambani, Kaini akamshambulia Abeli ndugu yake, akamuua. Baadaye Jehova akamuuliza Kaini, yuko wapi Abeli ndugu yako? Naye akasema, sijui. Kwa nini mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Kwa hiyo akasema, umefanya nini? Sikiliza, damu ya ndugu yako inaninilia kutoka katika udongo. Na sasa umelaaniwa kwa kufukuzwa kutoka katika udongo. Bwana Yesu asifiwe. Achia tu hapo. Uendelee kusoma mwenyewe uone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema kwamba Bwana akamlaani kwa kupanga njama na kwenda kumuua. Ni mara ngapi injili imehubiriwa hapa? Ni mara ngapi reverend amesimama anahubiri? Kuliko kufuatilia injili, unakalisha vikao kwa nyumba yako, unaitana mkutano, unasema tukutanie kwa winja, tukae chini tu discuss, tuongee vile reverend alikuwa anasema. Yenye alihubiri ni nzuri. Tunakaa vikao, tunaanza kuua, tunaua, mmoja wetu anapotea. Bwana anakuona vile ulipanga njama, ukakaa vikao, ukaanza kupiga mshene, ujui kuna mtu mlikuwa mnaua, umesababisha hayuko pamoja na sisi. Mmoja wetu asiokoke, ni yeye angefungwa jiwe kwenye shimo, arushwe apotee. Unakaa vikao, unasababisha wengine wanapotea, unaletea wengine vidonda. Hebu jiulize, umesababisha wangapi wako na vidonda? Watu wanakuja kanisani wako na vidonda sababu ya mdomo yako. Watu wanakuja kanisani hawajapona, wanakuangalia, wanatamani tu wakuwe wamekumeza. Lakini nataka nikwambie hivi, inaweza kuwa umewekewa kidonda. Hiyo kidonda usiiangalie, kwa maana ukiiangalia utamchukia. Ambia Bwana, hii kidonda wewe iangalie. Ijapokuwa niliwekewa kidonda ya maneno, Bwana walioniwekea ninawasamea. Ukishaachilia msamaha, Bwana anaachilia baraka. Kinachozuia baraka hauna msamaha. Bwana asifiwe. Mtu yote akikuwekea kidonda, achilia msamaha. Achilia msamaha. Wanapokaa vikao, achilia msamaha. Mwambie Bwana nawasamea. Hawajui waliotendalo, Bwana atachukua uchukani. Lakini ukijipigania, Bwana anakaa kando. Kaini akakaa, akapanga vile ataua ndugu yake. Bwana akamtokea vile reverend alikutokea, akakwambia hii njia ni mbaya, hii njia ni mbaya, ukagairi. Ndiposa uko mahali huko unalia kwa sababu hukusikia. Inaweza kuwa si reverend wa hapa, wa reverend wa kanisa ingine. Inaweza kuwa si mchungaji wa hapa, wa kanisa ingine. Alikwambia huyu dada unatembea na yeye ni mbaya, achana na yeye.
kuliko ukae chini utafakari ukamuita. Mkakaa kwako mkaanza kusengenya Reverend. Ni Bwana akawa anawamulika. Ukatoka pale mabaya yakakufuata. Unaanza kujiuliza mabaya yametoka wapi? Kuna vitu Bwana alinena na ukagairi. Sema si mimi. Sema si mimi. Ambia Bwana, safari yangu ya wokovu ukaniongoze. Na Bwana akakutenge mbali na vitu vitatu. Kuna vitu zinaharibu washirika. Ukishirikiana na roho ya umbwa, haitakuja ukiona ni spirit ya umbwa. Ushikane na spirit ya kondoo, ni nzuri, utatenda mema. Shikana na spirit ya nguruwe kila saa uko kanisani. Mimi ushinda watu sana. Mchungaji anasimama hapa akahubiri akaongea maneno 100, lakini 99 haijakusaidia. Ile moja tu ndio unatokanga nayo. Wewe umekuja hapa kuchukua mabaya au kuchukua ni mazuri? Bwana asifiwe. Mimi nikati naamuka na kuja hapa, nimeambia Bwana nahitaji baraka zako. Wanini mabaya sitaki, ninataka nibarikiwe. Unapoingia kwenye hii mlango, ambia kichwa yako, sikiliza, ninakuambia kuanzia leo ninataka mazuri, sitaki mabaya. Kama na mchungaji anasimama na neno 99 unaweka kando, unachukua moja yenye anasema tu mbaya, unaanza kutamba nayo. Kwa nini 99 auoni? Auoni 99? Ile tu moja peke yake ndio unaanza kuruka nayo. Mungu anakuangalia anashindwa na hii yote, na hii hata tu 45, acha tuache 45. Kwani au kuiona? Bwana asifiwe. Wanasemanga hata mtu akikufanyia mabaya unaangalia kuna siku gani alikufanyia mazuri. Yes. Usiangalie tu yale mabaya amefanya siku moja unaanza kumtusi. Bwana asifiwe. Usiangalie tu ile yenye amesimama hapa. Unajua Mungu ni wa ajabu. Mungu anasimamisha hapa mtumishi wake na aongee kitu, anataka kupima imani yako. Kilichokuleta hapa ni Ukristo au ni ombea? Bwana asifiwe. Mungu anasababisha anaongea kitu ya kukwaza, anapima imani yako. Anataka kuona umesimama aje kwenye kanisa. Hasa kama wewe ni mtu, unajua kuna watu ni walokole, na watu wa kupapasa. Hatuhitaji hapa watu wa kupapasa Kristo. Tunataka watu wameamua kushika Kristo. Wewe kama umezoea kupapasa Kristo uko hapa na pale, my friend, utahangaika. Mimi nakwambia, acha kuwa mtu wa kupapasa wokovu. Kuwa mtu akuja hapa na kumaanisha nimeingia hapa nibarikiwe. Hata useme kuna mtu wa mshene. Mbona ninaniuma na najua mimi si mtu wa mshene? My friend, mtu akisema aseme hapa kuna mbuzi. Na wewe unajua tu vizuri wewe ni kondoo. Mbona ninakuuma? Kwani wewe uko na miguu 4? Wewe uko na miguu 4? Hauna miguu. Hata mtu aseme wewe unakaa tu kama ng'ombe kabisa. Inakuuma nini? Kwani unakamuliwanga? Wewe ukamuliwa wewe. Amina. Kuna siku ameshaipanga yule utapelekwa ni kichinjio. Umepelekwa unalia umeitwa ati ng'ombe. Unaendana selota. Ulichinjwa. Sasa ukarudi sasa umekuwa ng'ombe. Kaa chini mwambie Bwana, nimeitwa ng'ombe, lakini mimi najua wewe mimi ni mwana wako. Nimeitwa ng'ombe, lakini kama kuna ung'ombe itoe. Ninaweza kuwa ameona kweli nimebehave kama ng'ombe. Ninaweza kuwa nimebehave kama ng'ombe, lakini tu ng'ombe inabaki kuwa Mkristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu anaweza kuja hapa anasema mbona huyu fulani anakaa kama mjinga. Hajasema wewe ni mjinga. Anasema mbona anakaa kama mjinga. Lakini mwenye kuletea anasema wamesema wewe ni mjinga. Wewe ni mjinga kabisa hata huna akili. Lakini wameuliza mbona nani anataka kubehave kama mtu mjinga. Hajasema wewe ni mjinga. Sasa unakaa chini na kuruka. Wameniita mjinga. Wataona hata siendi huko. Wewe kaa uone kama sisi ndio tumekuita.
Kwani mimi nimekuita hapa? Ukikuja hapa ni kwa faida yako na Mungu. Mimi nikikuja hapa ninang'ang'ana siku ya mwisho Bwana nione. Hata Reverend mwenyewe anang'ang'ana siku ya mwisho ikuwe nzuri. Wewe kina anang'ang'ana. Sasa wewe unakuja hapa kumtafuta. Unakuja kumtafuta aongee baya. Endelea. Sema amen. Ukikuja hapa kutafuta Reverend, naye Mungu ni ajabu. Mungu anachukishanga rungu kwa mdomo yake. Inakuuma lia. Kesha tukuone. Kwa maana hujakuja kutafuta Kristo, umekuja kutafuta maneno. Sasa Mungu anangojea Reverend anasimama, anamchukishia rungu, anaitoa pasipo kujua. Inakukula. Kwa maana umekuja kutafuta maneno. Na yeye sikosa kuachilia, anaachilia. Hallelujah. Sema amen. Kama umeingia kwa ile mlango, ukasema tuache nikae nione atasema nini kuhusu ule nani mwenye alienda. Alafu nakishasema nimpelekee. Mungu ni ajabu. Anakichangia usiku pastor kwa amepanga kuongea, anaongea. Ametoka kwake kama ana fikira ya ule mshirika, lakini kwa vile umekuja unatakiwa maneno, sasa Mungu anageuza, mchungaji anaongea. Ndio uipate vizuri. Unahangaika. Unatoka unasema nilijua Reverend akisimama na atasema nilijua. Unampigia simu. Si nilikwambia nikienda nitasikia. Alisema hata nikamrekodi. Hebu kuja usikie. Hata sitaki mimi mwenyewe nikwambie. Nilirekodi na simu yangu na kuona. Alisema wewe mrekodi. Ukitaka kwenda kwa media heka, lakini unajua Jehova anakuona. Sema amen. Sema amen. Acha kuwa kama watu wa media. Watu wa media, pastor akifanya hapa muujiza wakiwete kutembea, hawezi mtafuta. Lakini wakisikia pastor amezini, wanaanza kumtafuta. Ni watu wa kutafuta mabaya. Hakuna siku wanatafutanga mazuri. Kazi yao kutafutanga news mbaya. Sasa wewe umekuja hapa kutafuta news gani? Uliza mwenzako, news gani umekuja kutafuta? Ni news ya maisha yako, unataka Mungu azungumze na maisha yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka umwambie Bwana, kuanzia leo nimekaa na nguruwe nimechoka. Nimekaa na mbwa nimechoka. Nimekaa na mbuzi nimechoka. Nahitaji kukaa na kondoo. Nahitaji kukaa na kondoo. Kwa maana kondoo ndio zitakayerithi ufalme wa mbinguni. Hakuna siku mbwa itaingia kwenye mbingu. Mbwa haioni mbingu. Bwana asifiwe. Umekaa na kondoo, ukaona hizi kondoo si nzuri. Mbwa ikaingia ikakugeuza, ukabadilisha mwenendo, ukaanza kuzifuata. Nataka kumwambia Bwana, kwenye hizi mbwa zilinitanganya, nikadharau Reverend, nikamuongea vibaya. Nilijua mengine sikujua, lakini Bwana ninageuka. Bwana nirudisha kwenye njia. Kuanzia leo ulikuwa mwimbaji mzuri, ungeimba vizuri, ungeongoza ibada vizuri, ungeongoza ushirika vizuri, lakini kwa vile ulifuata mbwa, hata saa hizi wakikusimamisha unaanza kuongea maneno yenye haiko, unaanza kuongea vitu za kukwaza wengine, kwa maana uliacha kondoo ukaanza kufuata mbuzi. Sema si mimi. Kuanzia leo sema amen. Bwana asifiwe. Mungu yuko hapa. Bwana yuko. Anaona, ogopa mtu ambaye anakuona ukienda Mombasa. Ukienda Nakuru na kuona. Ndio mtu inafaa uogope. Achana na mimi. Inaweza kuwa kwenye nyumba yako sikuoni. Kwenye plot yako sikuoni. Wakati unakaa vikao sikuoni. Lakini Jehova anakuona. Unakuja hapo umepanguza mdomo, unatoa sadaka. Unataka Bwana ikubali. Atakubali aje? Bwana ataikataa. Akishaikataa utaanza kulia na kuanza kusengenya wengine. Kusema Reverend ako na
uchunguzi, ona amesaidia nani, akapatia nani, ameniacha. Hajakuacha, ni wewe umeacha njia ya Bwana. Bwana anaambia Kaini, anaambia Kaini, asante, anaambia Kaini, sikiliza, kuna dhambi inakuotea Kaini. Bwana alilia, akaambia Kaini, kuna dhambi inakuotea, inakupasa uishinde Kaini. Kaini hakusikia, akakaa chini, akapanga, akaita Abel, akamwambia twende tembee, akamvamia, akamuua. Akaona kwa vile hajaonekana atarudi akuwe salama. Ninakwambia hutakuwa salama hadi umgeukie Jehova. Hautakuwa salama hadi umgeukie Bwana. Kwa maana Kaini anainua mikono, Bwana anaona damu. Hakuna kitu kibaya kama Bwana kuona damu. Unainua mikono zako hapa, Bwana anaona damu. Ni kwa maana kuna kitu umefanya kwenye siri. Geuka, mwambie Bwana, nimegeuka. Bwana, nimebadilisha njia. Hii njia yenye nilikuwa nayo ilikuwa mbaya. Hao watu wamenipoteza. Bwana, nimepotea ya kutosha. Nimechoka ya kutosha. Ninakugeukia Bwana. Acha nikwambie kitu moja. Mimi juzi nilikuwa nafundisha watu. Nikamwambia watu, mahali ninashiriki, mchungaji wangu wa kiroho ni wa kike. Na kuna watu ambaye Mungu amepatia akili kama wa mama. Ni bila kujui. Acha nikuibie siri leo. Mama anaweza fanya vitu 8 kwa dakika moja. Yes. Kama gani? Mama anaweza anza kupika, ananyonyesha, anachat, anakusikiliza, anasikiliza mwenye anagonga mlango. Mwanaume akianza kuchat, akili inaishanga pale. Hata kumuita asikii. Ukimwongelesha asikiangi. Akili inakuanga tu, niliongea nini hawezi kujibu. Hawezi. Mimi nakwambia uliza wanaume. Mwanaume akiweka akili kwenye simu, hawezi sikiza hata mtu anakiongea. Mama anapikanga chakula yungui. Mtoto hapa akosei, umweka kwenye matiti. Anakusikiliza ukimwambia nataka leo 1 2 3, anasikiliza mtu akigonga na sasa yako kwa simu na anachati tena. Na akosei, hawezi kosea message atumie Onyango na alikuwa anataka kutumia nani? Wanaume wanakoseanga hata message. Hapa watu wanaolewa wako na maboyfriend, haujaona amekutumia message nyingi yako mwanaume. Anataka kuambia no. Wanaume, mwanamke si rahisi akosee message. Ana chat, anatuma message kwa wanaume 3, zinaenda correct. Wewe unakosea, unatumia Onyango, nikumbushe unataka kutumia nani? Hii message nilikuwa nitumie Njeri, ikaenda kwa nani? Wow. Mama, kama kuna watu Mungu amepatia hekima ni wa mama. Ni vile hawajitambua. Lakini ukijitambua, kwa maana Biblia inawaita nguzo la kanisa, ndio wanaweza jenga na waharibu. Bwana asifiwe. Kama utapata wanaume wa kuharibu kanisa kwa 100 ni wawili. Ni wawili wanaume. Lakini wamama wanapatikananga wengi, sio kwa nini. Na ni wengi ndio wako na nguvu ya kujenga. Yes. Angalia kwenye ndoa. Kama kuna mtu amepewa akili ya kujenga ndoa ni mwanamke. Sisi tumepewa akili ya kuprovide. Yes. Mwanamke amepewa akili ya kutunza ile boma. Kwa sababu ile inasema ndoa ikianguka wewe ndio unalaumiwa. Mwanamke mwerevu hujenga nyumba kwa mikono yake miwili. Mjinga ubomoa. Kanisa ni vile vile. Utaharibu huduma yako kwa mikono yako miwili, kwa kugeuka na kusikiza wamama wengine. Bwana Yesu asifiwe. Umekwaje wewe? Kwani wewe ni TV? Wewe ni wakufinywa tu remote. Tuende South C umeenda. Twende South B umeenda. Hey my friend. Hakuna kitu hauwezi kataa. Umeshaona watu kama hao hawakataangi. Hata waambiwe
Reverend alisema akasema sikuji church. Sitakuja hiyo Sunday, nitakuja hiyo Sunday nyingine. Nani amekudanganya ukiingia hapa ndio unabariki Reverend? Unambariki sadaka yenyewe unatoa kitu kama inakudanganya ni kwa faida yake, ni kwa faida yako. Yesu alisema mwenyewe tumejaribu kwa sadaka. Tunatoa kwa faida zetu. Sasa mimi nikibarikiwa hapa ninaenda Western. Mama kwao si Western. Mama hata ajua hata tumekutana hapa hakuna mtu anajua mzazi wa mwingine, lakini Yesu ametunganisha. Akatuwekea Musa. Ni lazima tumsikie. Sema amen. Sema amen. Bila sema Mungu alitumia Musa pamoja na udhaifu wake. Ameua Aroni, wanamkalia vikao na Miriam. Lakini Jehova akaambia Miriam, nitawaonyesha mimi ndiye niliyemwita Musa. Hamuna ruhusa ya kumkalia. Ijapokuwa ni uwe mkushi, lakini hamuna ruhusa ya kumsanganya. Hamuna ruhusa ya kumuongea. Akawapiga na ukoma. Bwana asifiwe. Haruni na Miriam walipigwa na ukoma kwa kuongea kwa ndugu yao. Kuongea tu. Na Musa kusikia, lakini Mungu aliona vitu lenye unafanya. Elewa Mungu anaona. Nasema hivi, elewa Mungu anaona. Ambia mwenzako Mungu anaona. Ambia mwenzako Jehova anaona. Njia zako Jehova anaona. Vile unakaa Jehova anaona. Vile unaongea Jehova anaona. Vile unafikiria Jehova anaona. Sema amen. Sema amen. Jamani, nikisema mnisikize, nikisema mubarikiwe, nitakuwa ninadanganya. Mama karibu.
Karibu kiti.